Mimi ni Juma Janet JJ. Karibu tena kwa sehemu ya pili ya makala ya Gedi National Monument. Natumai makala ya kwanza ulijifunza vya kutosha kuhusu mji wa Gedi. Leo tunazungumzia kuhusu ukuta wa ndani, mahakama ya kifalme, ndani ya kasri la mfalme. Alafu pia tutazungumzia kuhusu msikiti mkubwa, The Great Mosque, ambao ni wa kihistoria. Natumai utatazama filamu hii hadi mwisho ili ujifunze zaidi. Karibu. Na kuna hii ndogo. Hii kubwa. High court, low court. Sidhani. Hiyo ni yako. Hii ndogo hapa ilikuwa ya wanawake. Wanawake wa Islam, si ndio? Kama as in like wanawake walikuwa wadogo hiyo tena. Wanawake walikuwa wadogo ndio maana wakajenga wakakoti kadogo. Sasa hapa ni kesi za wanawake peke yake. Hapa za wanaume. Wanawake walikuwa wachache kuliko wanaume. So wanawake walikuwa wanajajiwa na the queen, wanajajiwa masaa ya asubuhi na mapema ama jioni kabisa wakati hakuna jua kali. Wanaume nao very peaceful ndio maana hata wadogo wanaume wanaume nao walikuwa wanajajiwa na the king na wanajajiwa wakati jua ni kali kabisa. Okay. As in like inalingana na kosa lenye umefanya. Kwa uko na kosa very severe ama unajajiwa wakati kuna jua kali kabisa. Jua kali as a form of punishment. Sasa uko jua iko imefunikwa. Ni kama hii part ni kama haikuwa imefunikwa. Alafu huyo king alikuwa anakaa wapi? King akipata wageni alikuwa anakuja kulala hapa. So walikuwa wanatandiziwa mikeka. Hiyo time hakukuwa na vitanda, hakukuwa na mattresses. So walikuwa wanatandiziwa mikeka. Asubuhi ikifika wanahang ile mikeka kule kwa wall. Kulikuwa na tuwires. Ndio hizi tushimo tushimo tunaonyeshana kulikuwa na tuwires tukuha hizi mikeka. Halafu huku hizi spaces ndogo ndogo kahi na ile pale walikuwa wanaweka mataa to light up the room. Halafu hizi huku walikuwa wanaweka, tuseme kuna kitabu mgeni anaweza soma maybe Quran, Robook vile wanaziweka kwa hizi spaces hii na ile pale. Hizo ndio walikuwa wanaweka zile vitabu. Ndio wanajaga wageni wao. Hakuwa na TV hiyo tani. Tutasema hakukuwa naye. So hii hapa ilikuwa na library. Hapa ndo walikuwa wanaweka scrolls zao. Raw books za mapema, history books. Hapa ndo walikuwa wanaziweka zote. Halafu hii hapa ilikuwa na a store. Maybe kuna zile vitu za hunting, akina bows, arrows zote wanaziweka huko. Ama maybe vitu zingine zenye huwekwa kwa store. Yeah. Ilikuwa na anamari ama store. Na ilikuwa imegawanywa into different parts. Ndo waweze kuweka vitu zao in an orderly manner. Yeah. Pale kuna dispenser nyingine pale hivyo mbele. Ile pale. Ile ni dispenser nyingine. Ndio kuna kitu na baridi. Maybe wageni wanakuja msimu wa baridi ama wakati kunanyesha wanaweza weka pale hivyo wakaota moto. Yeah. Alafu kuna hapa ilikuwa na reception. This is the main entrance kwa Paris. So hapa ilikuwa na reception
maybe unataka kumuona king, unakuja unapata masojas anakupea kitu unakaa, anaenda anabriefiwa kuna mwenye anataka kumuona. Either itikie ama akatae. Kawaida. Hapo kwa nini? Entrance picha hutokea smart. Maybe unaweza try hapo. Na ni kweli ukipigia picha hapo inakaa vizuri kabisa. Hapo nilikuwa nimejipanga na sasa hivi za kukaa kungoja. Kuna ile kitu ya kawaida na kuna kitu. So hii inaonyesha ni ndani ya support. Kuna hapa hii ni kuangalia fountain ama swimming pool. So maybe kuna jua kale watu wanakuja na barizi pale. Alafu after umemaliza kuoga huko kwa pool unakuja unaingia hapa ili kuangalia dress yangu. Okay. Yeah. So maybe unataka kuingia kwa swimming pool unakuja unavalia costume hapa naingia. Ama ukitaka unakuja unavalia nguo zako hapa. Ilikuwa ni jipanga. Ama maybe umetoka kwa bafu hii nyumba yako hapa. Ni bafu. So ukitoka kwa bafu unakuja unaingia hapa. Na uvaga. It's a house of the sisters. House of the sisters. Sister ni hii bathroom. Oh, yeah. Alafu hii nyumba ndo peke yake iko na roofing. Oh. So hizi mbao ndo tu zimeongezewa for support. So venye iko ndani ile roofing ya juu. Ndo the entire town ilikuwa covered vile. Yeah. Sasa hiyo ni part kidogo tu. Hapa kuna choo. Kwa watu bado wanajisaidia. Don't mind him. Nilikuwa nimechoka hata nikashindwa kucrop hiyo part. Hizi ni za house. Haka ni karefu. Hii ni deep kiasi. Kuna zenye zile kama deep na kuna zenye ziko juu. Hizi na kilikuwa na lingana na Twende sasa nikuonyeshe the Great Mosque. Halafu hapa kuna Great Mosque. Great Mosque. So sisi hapa tulikuwa tunatumika for private prayers na emergencies. Maybe kuna kitu imetokelezea, wale watu lazima wabriefiwe. Walikuwa wanaitwa hapa. Ndio walikuwa na briefiwa hapa. So maybe wamekuja wakiwa wengi, tumesema area ilikuwa na 2500 to 3000 people. Maybe wamekuja wakiwa wengi sana. Walikuwa nakaa hapa nje. So maybe wamekuja maybe for the purpose of praying. Bila kuswali. Walikuwa wanaingia kule ndani. Alafu hapa kuna part mbili. Kwa mosque
wanaume na wanawake hawakaangi pamoja. So hii part hapa, hii kubwa ilikuwa ya wanaume. Ile ndogo pale, ile pale kwa kona ilikuwa ya wanawake. Kumbe ilianza leo. Part kubwa ya mosque wa sana ni wanaume. Ilianza kitambo. Kama ilianza kitambo. So hii ndo kibla hapa kama dimihra. Hizi mashimo huku na hizi za hapa ndani zilikuwa zinatumika kwa kuamplify sound. Ni kama modern day speakers. So akikuja hapa sorry, sijui kama voice yangu. Hebu jaribu. Allahu Akbar. Taele yako. So zimekata mtu mwenye kwa mbali anajua masaa imefika. Halafu hizi stairs hapa, maybe kuna watu wachache tu kwa mosque. Ile imam anasimama hapa kwa stairs ya chini. Maybe kuna watu wengi kiasi, anasimama hapa juu. Wengi zaidi Anasimama huku kabisa. Halafu zile spaces ni za mataa. Maybe wameitwa due to an emergency masaa ya usiku. Wanaweka mataa kule. Yeah. Halafu kuna zile pale. Ile ilikuwa ile imamu hapa alizikwa pale. So ile imamu alipo ile ya mwisho ile ile kabisa. Hiyo. Warabu hapa, acha tu waita Waislamu. Alikuwa anachota maji kwa hiki kisima kikubwa hiki sasa. Hiki ni cha greatness. Ndio maana inaitwa greatness. Kila kitu kwa kile kikubwa. So alikuwa anachotea maji pale, wanaimwagia hapa kwa conduit, tena hapo. Ingia pale, wanaingia pale wanatawadha, alafu inapitia ndani. Inakuja hapa, yanalicycliwa na alafu inarudi tena hapa ndani. Kuko kujamsha kitu ndio hizo naenda. Ndio hivyo. Wenzako watakuja angalia, useme kuna mtu alikuja kuangusha kitu chake hapa. Ndio hivyo. Unaweza tokelezea tu pale hivyo kuna kanjia ama mimi hapa tu. Haina wasi. Hizi visima zinasemekana huko bila 50 meters. Digara kuku alizikwa hapa. Inaitwa Tomb of the Spotted Pillar. Ilikuwa na ile structure ya Afrit, ile ya kucheza ngoma. Venye sasa imebomoka. Yeah. Alafu kuna hapa ndio muone pata kuleta kwa sababu kuna ile structure pale ndo leaders wa Arab walizikwa Ile pande? Ile yenye iko pale hivyo inakaa kaburi. Hapo ndo ilibasari the Arabs walizikwa. Yeah. So kutoka hapa tuko kwa outer wall. Au huku sasa ndio outer wall. Ina wall ni hapa, hii hapa ya wakuu. So huko kwa outer wall bado kuna msikiti mwingine kwa kule kuna most of the sarcophagus huko ndo tunakuanga na makaburi mengi.